na jamii ikalielewa, mazungumzo tunayapongeza, yaendelee vizuri kwa salama na amani, lakini mazungumzo hayawezi kuwa mbadala wa sheria. Uchaguzi huu umefutwa kwa mujibu wa sheria. Kwa hivyo chama chetu tunasubiri tarehe itakayotangazwa na tume ya uchaguzi ili tuweze kuingia katika uchaguzi. Kwa hivyo nimeona hilo nichukue nafasi hii, ndugu waandishi, niwaeleze. Lakini jambo la pili ambalo hili nataka kutoa angalizo kwa wana CCM, Wazanzibari na wananchi wote. Tokea yalipofutwa rasmi matokeo haya ya uchaguzi, kumekuwa na muendelezo wa kutoa taarifa mbalimbali kupitia kwenye mitandao au kupitia kwenye magazeti au kupitia njia nyingine ya kutoa taarifa. Wanachofanya hivi sasa hivi ni kutoa taarifa zinazoweza kuwagombanisha wana CCM wenyewe kwa wenyewe. Hili nalo tumeligundua, na kwa sababu watu wanaotaka CCM iondoke katika madaraka, wakiwemo vyama vya upinzani na watu wengine, wanajua wazi kwamba Chama cha Mapinduzi kupitia wanachama wake na wapenzi wake kina nguvu kubwa. Na kwa utaratibu wa uchaguzi utakaofanyika kwa mujibu wa katiba na sheria na wa haki na huru, si rahisi Chama cha Mapinduzi kukiondosha madarakani. Kwa maana hiyo, wanachofanya sasa, wanaandaa taarifa zisizo sahihi kama hizi ambazo leo nimezikemea na kuzitolea tamko kwamba sio za kweli. Lakini hawaishi hapo tu, wanatoa taarifa nyingine ambazo zinalenga kuwagombanisha wana CCM wenyewe kwa wenyewe. Lakini nataka niwaambie, Chama cha Mapinduzi ni chama chenye uzoefu wa kutosha, ni chama chenye viongozi makini. Fitna hizi zinazojengwa sasa hivi kupitia mitandao na njia nyingine haziwezi kukisambaratisha Chama cha Mapinduzi. Tumezielewa, tumezigundua, na nitumie nafasi hii kuwapongeza kwa dhati kabisa wana CCM na viongozi wa CCM kwa kuwa wamegundua kwamba kuna chama kinaandaa fitna na kinawekeza kwenye vichwa vya wana CCM ili waisambaratishe. Wana CCM wote wako makini, viongozi wa CCM wako makini. Natumia nafasi hii kuwapongeza rasmi viongozi wa CCM na wanachama wa CCM na wapenzi wa CCM. Pamoja na fitna zote zilizolengwa ndani ya Chama cha Mapinduzi, bado viongozi wa CCM wako, wana CCM waendelee kutulia, wasubiri siku itakayopangwa na tume ya uchaguzi ili tuweze kushiriki katika uchaguzi. La mwisho, kwa kuwa jambo hili kubwa na limeleta mshtuko sio kwa wana CCM tu, hata wananchi wengine. Mimi leo tokea asubuhi nimepokea simu nyingi sana kutoka kwa baadhi yenu, lakini hata kutoka katika vyombo vya nje vya habari kutaka kujua ukweli wa jambo hili. Kwa hivyo taban jambo hili limeshtua watu. Tunachokusudia Chama cha Mapinduzi hivi sasa, tunawasiliana na wanasheria wetu ndani ya chama, tunawasiliana na wanasheria wetu wengine watakaweza kutusaidia ili tuhakikishe hawa ambao wamebuni jambo hili kupitia mitandao, na kwa kuwa sheria namba 14 inahusiana na mitandao iko tayari na inafanya kazi. Kwa hivyo tunakusudia jambo hili kulifikisha katika vyombo vya sheria ili lifanywe kazi, na atakayegundulika kwamba amefanya jambo hili aweze kuchukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria za nchi. Tunadhani sasa wakati wa kuyaona mambo haya kama ni mambo ya kawaida, wakati ni mambo ambayo yanaweza yakatuzoroteshea demokrasia, lakini pia ni mustakabali wa jamii ndani ya CCM na ndani ya jamii, wakati wa kuyavumilia umekwisha. Kwa hivyo tunakusudia rasmi, hatua tumeanza, tunawasiliana na wanasheria wetu ili jambo hili tulifikishe katika vyombo vya sheria lifanywe kazi. Kwa hivyo baada ya kusema hayo, ndugu waandishi wa habari, napenda niwashukuruni kwa kunisikiliza na niseme asanteni sana.